Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa katika jina la Yesu. Siku nyingine tena leo ambapo nimekuja kushirikisha wewe neno ambalo linasema nguvu ya maombi ya kufunga katika kuvunja visivyovunjika. Nguvu ya maombi ya kufunga katika kuvunja vile visivyovunjika. Soma katika Biblia katika ile Mathayo 17 ukianzia mstari wa 14 ukaenda mpaka pale mstari wa 21, utakuta historia ambapo wanafunzi wa Yesu walikuwa wakimwombea mtu katika kumtoa pepo, lakini ilishindikana, na Yesu akawaambia kwamba mkiwa na imani kidogo kama punje ya haradali basi mnaweza mkahamisha milima. Lakini mwishoni pale akamalizia kwa kuambia kwamba namna hii haitoki bali katika kufanyaje, katika kufunga na kuomba. Kwa hiyo manake kuna vitu vingine unaweza kufanya lakini vikawa vigumu, ila katika kufunga na kuomba vinaweza vikasaidia kuweza kufunguka. Kwa nini kufunga inaweza kufungua vitu? Namna ya kwanza kwa nini inaweza kufungua vitu ni kwamba ni ile kwako wewe kujikana, kwa sababu kufunga huko kwa aina nyingi. Kuna kufunga, mtu anafunga masaa 12, kuna mtu anafunga masaa 24, kuna mtu anafunga masaa siku 3 kavu, kuna wengine wanafunga siku 7 kavu. Kwa nini fungo hizo? Na kuna fungo nyingine nyingi. Kuna fungo nyingine ambazo watu wanailisha kula chakula cha vya aina fulani, vyakula luxury. Wanaweza akachagua si nyama kwa muda fulani au si vile vyakula fulani ambavyo unaona ni luxury ya kurudisha mwili, mtu anaweza asipile, au mwingine akafunga kabisa hata asiwe anakavu. So kutoka kuna kipindi wanaweza wakipaka walivaa magunia, wakawa yani katika ile hali ya kuonyesha kunyenyekea kwa hali ya juu. Ile ilikuwa ni katika kujikana na kwenye sasa katika fungo zipo za aina nyingi, inategemeana na aina ya tatizo ambalo unataka uchane ili uweze kufika. Kuna fungo ya masaa 12 ambayo ni ya kawaida, unaweza kufunga hata mwezi, hata miezi 2. Lakini kuna fungo za masaa 24, unafunga masaa 24 then unafungua, na fungo zile za siku 3 ambazo siku 3 zile inategemeana na kitu ambacho unakutana nacho na unataka nini uweze kupasua. Kuna shida ndogo, kuna shida ya kati, kuna shida kubwa zaidi. Kwa hiyo namna ya bomu utakalotumia inategemeana na hiyo changamoto au hicho kitu ambacho unataka Mungu akusaidie kwa sababu pale unaukana mwili, inabakia roho, nafsi ikiweza kusikiliza sauti ya Mungu na kuweza kumwomba Mungu na kuongea naye na kuonyesha hali ya unyenyekevu. Kufunga ni moja ya vitu ambavyo vinaonyesha hali ya unyenyekevu, namna gani unaenda kunyenyekea kwa Mungu ili aweze kukusaidia katika jambo fulani. Na ukiangalia upande mwingine, hata wanaotumia imani nyingine ambazo tofauti na imani sisi za Kristo na Yesu Kristo, utakuta kwamba wengine huwa mpaka wanajichanachana na viwembe kutoa damu kuonyesha kwamba namna gani ambapo wanamnyenyekea Mungu wao ambao wanajua wao. Kwa hiyo hizo ni namna za kunyenyekea kwa Mungu. Sasa leo nitakutolea mfano mmoja wa mfungo ambao ni mfungo mingi hiyo ambao nikufanya. So mfungo mmoja ambao ni mfungo wa siku 3. Ukishafunga zile masaa 24 siku moja zile masaa 12, na mfungo ambao ni siku 3 kavu. Mfungo huu una nguvu sana, na kwangu mimi umeshaonyesha matokeo ya hali ya juu. Kuna fungo zingine ambazo zinaonyesha matokeo ya hali ya juu, ila mfungo wa 3 kavu umeonyesha matokeo makubwa sana. Hebu nikusimulie kisa kimoja. Kuna siku nilikuwa nimemaliza chuo, nilitoka kumaliza chuo kikuu, na nikawa nimepata ajira fulani ya kujishitiza kwa ndugu yangu fulani. Nilivyokuwa pale kwa yule ndugu yangu, ninakumbuka niliwachukua na wanafunzi wenzangu tulipomaliza chuo, nikawabeba na wanafunzi wenzangu tukaenda pale wote, na wenyewe wakapata ajira pale.
Sasa ilitokea bahati mbaya, gari ambayo nilikuwa naitumia mimi kufanyia ile shughuli nilikuwa naifanya ilipata engine iliweza knock, na ili knock engine kwa sababu ya gari kutofanyiwa service na oil na vitu kama hivyo. Sasa yule ndugu yangu alinichukia sana, alikasirikia sana katika sana, yani hivyo unavyoelewa, mpaka hata kuongea ikawa ni shida, nani mtu mzima. Ilifikia kipindi mpaka baadaye akaniambia, bwana wewe sasa hivi utabakia tu kwa mtoto wa nyumbani, sitaki tena kufanya kazi na wewe. Niliumia sana kwa sababu nakumbuka nilitoa ahadi kwa mamangu kwamba sitarudi nyumbani mpaka pale ambapo nitapata certificate 2. Nita graduate kwenye shule, lakini pia nitakapo graduate kupata kazi ndipo nitarudi nyumbani. Kwa sababu ile kazi ndio ilikuwa kama kazi yangu ya kwanza ambao nilikuwa naamini kwamba Mungu ameweza kunipa hiyo kazi na itanitoa kimaisha. Sasa tena ikatokea yule ndugu yangu akanifukuza kwa sababu ile gari kufanyaje kunoka. Niliumia hapo. Nimetoka kwenye kutoa kwa imani yangu ni kwamba naamini sadaka ya kwanza ni limbuko ambalo unatakiwa uende utoe. Tafundisha hiyo somo la sadaka siku nyingine. Sadaka ya kwanza ni limbuko ambalo unatakiwa ulitoe kwa Mungu ili aweze kukulindia vitu vyako huko mbeleni. Kwa hiyo nakumbuka mshahara wangu wa kwanza ulikuwa ni shilingi 200,000. Na ule mshahara niliulipa wote, nilipeleka kanisani wote kama limbuko langu la kwanza. Katika kupeleka kanisani ule mshahara kama limbuko ndio sadaka yangu ya kwanza, na nikabakia sifuri. Wiki ile ile tukio hilo likatokea. Nikasema Mungu, hichi ni nini? Yaani nilijua nikitoa ile sadaka ndio kwanza utakuwa ukinitetea na mambo yangu yatakuwa yako moto. Kumbe mambo yalikuwa tofauti. Kwa hiyo ile engine ikanock, hivyo knock mzee akanifukuza kazi. Baada ya kunifukuza kazi, kumbuka nimewachukua na rafiki zangu wa chuo wengine, lakini wale rafiki zangu wa chuo wakabakia pale, wale wakaonekana wao ni wa maana zaidi kuliko mimi, na mimi nimeambiwa wewe kaa tu kama mtoto wa nyumbani. Kwa mtoto wa kiume huwezi kuvumilia hiyo kitu, kwamba eti nikae tu niwe kulala. Hiyo kitu haiwezekani, labda wewe na matatizo. Nikaendelea mimi kujifanyisha vikazi fulani pale nyumbani ili nisionekane kwamba kulala. Na asili yangu mimi na kabila langu mimi ni watu fulani wa kufanya kazi sana. Kwa hiyo kukaa tu ile kitu ambayo mtoto wa kiume unaona ni short. Kwa hiyo nikaendelea kufanya vile vikazi pale, lakini baadaye nikaona too much kwa sababu alishanichukia sana, unasalimia ujibiwi. Ikaenda mbaya zaidi mpaka unakuta wote wanakukasirikia. Nikasema sasa hii ngoja nifunge mwezi mmoja. Baada ya kufunga mwezi mmoja then nitaenda kuaga ili niweze kurudi nyumbani. Kwa hiyo nikafanya mfungo wa masaa 12, nikaanza mfungo wa masaa 12 kwa muda ili nimalize muda wa siku 30. Nikasema baada ya zile siku 30 mimi nitarudi zangu nyumbani huko kwetu ili niwe kwamba imeshindikana. Sasa nilisema nitarudi nyumbani nikiwa na kazi, lakini basi nikasema kwa mpenzi wangu kwamba bwana imeshindikana. Nashukuru Mungu ile safari ni Mungu alikuwa pamoja nami. Sometimes tunatiwa hasira ili kuweza kupata mafanikio mbele zaidi. Kilichotokea ni kwamba nimefunga siku ya kwanza masaa 12, siku ya pili masaa 12, siku ya tatu masaa 12, siku ya 4 nikakutana na babangu mmoja wa kiimani. Babangu wa kiimani yeye ana kalama ya kinabii. Akaniambia, mwanangu, kuna kitu naona unaendelea nacho na kuna wakati naona unaupitia mgumu, umekuumiza, it's fine, lakini njia unayoipitia ni ndefu mno mwanangu. Hebu mimi nikufundishe njia ambayo ni rahisi, ambayo itakufanya upate matokeo ya haraka. Sikumwambia ni tatizo gani, lakini yeye alikuwa anajua kwa sababu ni mtu wa Mungu ndani. Aliponiambia ile kitu nikashangaa sana. Nikamwambia ni kweli baba, napata changamoto napitia, lakini mimi wa mwisho ndio amua kufanya hiyo. Akasema basi sikiza mwanangu, funga siku 3 kavu. Baada ya siku 3 kavu ile siku ya 3 fungua, alafu utaona matokeo. Nikasema kweli, kwa sababu ni babangu wa kiimani. Nikasema kweli siku 3 tu kavu, alafu matokeo yatokea. Kati mimi nilijua siku 30 ndio italeta matokeo makubwa zaidi. Akasema no, funga siku 3. Alinipa kitabu fulani cha mwongozo kwa ajili ya kuwa na kufunga, sababu unapofunga na kusali pia. Nikasema isiwe shida. Nikarudi zangu ndani, nikajifungia, nikaanza kufunga siku hiyo, sababu nilikuwa tayari niko ndani ya mfungo. Kwa
Kwa ilikuwa nipige 12. Kwa nikaendeleza ile, ikawa ni siku ya kuendeleza kwenda sasa 24 then 48 then 72. Nilikaa ndani siku 3 sikutoka. Nikitoka labda naende chooni na kuweza kurudi ndani tena. Sasa kwa muda ule baadaye nikawa nimekaa ndani kabisa. Sitaki kuonana na mtu yoyote nje, nimejifungia. Katika zile siku 3 sikula chochote, nilikuwa ni kusali na kuomba, kusali na kuomba na kusoma neno. Siku ya 3 nakumbuka nimemaliza, kilichotokea mimi nikatoka zangu, nikaenda kuoga vizuri. Sikuoga hizo siku nyingine zote, na siku hiyo nikasema ngoja nioge. Nikaoga, na nilipooga nikamwomba kwa kuna mdogo wangu fulani pale wa kike, nikamwambia bwana naomba nitengenezewe uji. Akanitengenezea uji yule mdogo wangu wa kike, nikanywa ule uji. Nilipokunywa ule uji nikawa nimefungua na nilikuwa nimeshaoga. Sasa nilisemea kwamba nikimaliza mfungo nitaenda kumwaga yule ndugu yangu kwamba bwana nashukuru kwa muda ambao nimekaa na wewe hapa, naomba niende sasa nyumbani, nirudi nyumbani. Angalia kitu cha ajabu kilichotokea. Wakati nimejipanga hivyo, sasa mwanaume nimejipanga na naenda nashuka kule ofisini kwake ambako yupo, ile nafika tu pale akasalimia shikamoo, salimia hakujibu. Akanijibu tu moja kwa moja kwamba wewe sikiza sasa, nimekutafutia kazi same plan, nenda kafanye interview. Kama utafanikiwa mshukuru Mungu wako, kama ukishindwa shauri yako. Bado kumbuka na hasira na mimi sana. Mimi nilikuwa nimeenda kwa nia ya kumwambia, yani baada ya shikamoo ilikuwa nimwambie kwamba samani nilikuwa naomba kesho niondoke niende nyumbani. Lakini niliposema tu shikamoo, yeye alinijibu na kuniambia kwamba nimekutafutia kazi. Hakunijibu hata malaba, nijibu nimekutafutia kazi, nenda sehemu fulani nikafanya. Nikasema Mungu, hichi ni kitu gani? Siku ya pili nikashangaa sana hiyo kitu kilichotokea. Siku ya pili nikaamka, nikapewa nauli pale, nikaenda kufanya interview. Nikasema yani hii hapa, yani hii ndio fursa yenyewe, hairudi. Yani hii ndio imetoka. Nikatoka nikaenda kufanya interview huko nilikotakiwa, na nikafanya vizuri sana na nikafanikiwa katika ile interview, nikapewa kazi. Sasa kumbe ni nini kilichotokea? Kumbe nafikiri mnajua kishindo cha wale wakoma tunavyosemaga. Kumbe zile siku 3 wakati nimefunga, pale mzee wangu akawa anajua kwamba huyu jamaa na kabila lake hili bwana, hao waga wanajinyonga hao bwana. Kwa akawa anajua kwamba huyu jamaa, akawa anauliza siku ya kwanza, huyu jamaa vipi, ametoka leo? Sasa hajatoka. Amekula hajala siku ya kwanza. Siku ya pili, huyu jamaa vipi, ametoka leo? Hajatoka. Amekula hajala. Siku ya 3, jamaa huyu ametoka leo? Amekula hajala. Mzee akasema huyu jamaa bwana asije akajinyonga bwana, ili kabila bwana waga ni wa kujinyonga. Alichofanya mzee akatafuta hiyo kazi, ndio akaniambia hapo. Mimi wakati naenda kuaga, yeye ananiambia bwana kuna kazi iko sehemu fulani. Kumbuka hata wakoma nao wakasema bwana kwa nini tufe hapa bwana, hebu twende tukafie huko tunatafuta chakula. Kumbe wanapoenda kule na wale nao wanasema kuna mafarasi yanakuja huko, ngoja tukimbie. Kwa hicho ndio kilichokuwa. Kwa mzee alikuwa anataka epa mimi, alikuwa amenikasirikia nitaki tena pale, lakini sasa alikuwa anataka kunitoa kwa namna yake kwamba toka nenda katafute. Kumbe ndio alikuwa ananisaidia. Mpendo katika Kristo Yesu, from there nimekuwa na neema ya ajabu sana katika maisha yangu, kwa sababu pale ilikuwa ndio mwanzo wa mafanikio yangu, ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yangu. Baada ile kazi ilikuwa kazi ya kawaida sana. Nilikuwa na kagodoro kangu nalala chini, nakumbuka nilikuwa sina hata hela hapo. Kumbuka mshahara ndio nilipeleka kanisani. Kwa hiyo mamangu nakumbuka alinisaidia, akanitumia kahela fulani, kanunua sufuria zangu na godoro, nikalala chini. But from there nilikuwa mwanzo wa safari ya maisha yangu. Kutokea pale nilipata kazi nyingine, nikaanza hiyo ya kwanza nikiwa kiongozi, ya pili ilifuata nikiwa kiongozi, ya tatu itafuata nikiwa kiongozi, nikafungua kampuni zangu mwenyewe. Na tokea hapo mimi nimekuwa ni wa neema na neema na neema na neema mpaka kesho. Kwa hiyo nini kilichowezesha hayo yote? Kilichowezesha hayo yote ni maombi na ile sadaka. Ndio kikiwezesha nilikuwa nimepanda kitu ambacho kikaendelea kunilinda katika maisha yangu, na mafanikio yangu yote ambayo nimeyapata mpaka leo ni kwa sababu
ya ile safari iliyoianzia ya mfungo. Nilikuwa mara yangu ya kwanza kufunga siku 3 kavu, lakini katika kufunga kule nilipata mafanikio makubwa sana ambayo siachi kumshukuru Mungu kwa kesho. Na mara zote nimekuwa nikifunga siku 3 kavu. Nikiona mambo magumu nafunga siku 3 kavu. Nikifunga siku 3 kavu lazima vitu vinafunguka. Vingi sana vimeshapita kwa sababu ya muda, lakini ningekuelezea vitu vingi mengi sana ambayo Mungu ameweza kunijibu kwa sababu ya vifungo, kwa sababu ya maombi ya kesha. Mungu ameweza kunijibu mengi, kwa habari za uchumi, kwa habari za kiafya, kwa habari ya kazi, kwa habari yoyote ile ambayo nilikuwa nikiona ni ngumu, sasa haiwezekani, nilikuwa nikipiga hiyo 3 basi lazima mambo yataenda. Kwa hiyo mimi ambacho nataka kukuambia ndugu yangu, mimi ambacho nataka kukuambia ni kwamba maombi ya mfungo yatakuwa, anza taratibu, anza masaa 12 uone, nenda masaa 24 uone, kuja siku 3 kavu, utapata matokeo yale, kwa sababu mwili unakuwa katika hali ya kujinyenyekeza kwa Mungu, unakuwa katika hali ya kujidhabihu kwa Mungu, kwamba unajikana kwamba Mungu, kula kwangu, kuishi kwangu, mafanikio yangu, chochote kile cha kwangu ni juu yako wewe, mimi peke yangu siwezi. Na ukisoma katika maandiko nasema kwamba yule ambaye atajinyenyekesha atakwezwa, atakayejishusha anakwezwa, atakayejikweza atashushwa. Kumbuka hata Yesu alijinyenyekeza mpaka chini ya kufa kwa mauti ya msalaba ili aweze kukwezwa, na sasa kakwezwa kawa juu sana ya kiti kile cha enzi pamoja na Baba mbinguni. Na ndiyo katika jina lake Yesu Kristo chochote tunachokiomba tunafunguliwa, chochote tunachokiomba tunasaidiwa, chochote tunachokiomba tunakipata. Kwa nini? Kwa sababu katika jina lake Yesu kila kitu kinawezekana. Mungu akubariki sana. Nilikuwa nakupa challenge hiyo kwamba ndugu yangu, funga. Zaidi ya faida za kiroho, lakini pia kuna faida za kiafya ambazo unazipata kutokana na kufunga, kuondoa makolesterol na vitu vingine, lakini zaidi nimekuelezea kiroho, ambapo funga hata Yesu mwenyewe unakumbuka kwamba kabla hajaingia kwenda kuanza huduma yake alifunga siku 40, ambapo zile siku 40 alikaa nyikani akijaribiwa, lakini baada ya hapo naambiwa alikuwa na nguvu na Mungu mwenyewe akasema kwamba msikilizeni, huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependeza naye. Natokea hapo alifanya miujiza mingi na vitu vingi. Kwa hiyo maana yake kuna siri kubwa katika kufunga kwa kujikana na kwa kujikana sana. Mungu wa mbinguni akubariki, ubarikiwe na wewe uweze kufunga siku moja ili uweze kuona matunda ambayo wengine wanafanikiwa. Chochote kile kinachoanza kwa mtu, mafanikio yanayodhihirika katika hali ya kimwili yanaanzia roho. Asikudanganye, kwenye ulimwengu wa roho ndiko vita inakopiganwa. Haya mengine yote yanayoonekana ni udhihirisho tu, lakini kwenye ulimwengu wa roho ndiko yanakotokana. Ndio maana unalogwa, wewe haupo na huyo mtu yuko zake Mwanza, wewe uko zako Dar es Salaam, lakini anakupiga kitu na unalogeka vizuri tu. Kwa nini? Anakutandika katika ulimwengu wa roho. Ndio maana tunaomba, unapeleka nguo tu ya mtu, anaweza akaombewa na yule mtu akapona kokote alipo, hata kama yuko Uingereza. Nini ambacho kinatumika hapo? Ni ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni ulimwengu wa roho. Hata mafanikio unayoyaona, usichimbilie tu kuangalia mafanikio ya mtu ujui ameyapataje. Kuna wanaoyapata katika ulimwengu wa roho kwa kweli wa Mungu Baba wa mbinguni, na kuna wanaopata mafanikio katika ulimwengu wa roho mwingine. Kila mtu ana njia yake na ana Mungu wake ambaye anamuelewa. Lakini mimi leo nakualika katika jina la Kristo Yesu, muamini Yesu katika mafanikio yako, na ziamini njia yake, kwa sababu anasema, mwanangu, sitakuacha, nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa dahari. Nitakulinda, hakuna chochote kile kitakachokukaribia kilicho kibaya ambacho kitakukaribia na kuweza kukuua. Mkono wangu utakushika wewe kuanzia mwanzo wa safari yako mpaka mwisho wa safari yako. Muamini Yesu, kwa maana yeye ndiye njia ya ukweli na uzima wa milele. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Barikiwe. Amen.